Unaitwa nani rafiki yangu? Jina naitwa Mustafa Hassani. Unaamini Mungu yupo? Mungu yupo kwa sababu kuna vitu visivyoonekana ambavyo tunaviona kwa miujiza. Umejibu vizuri kabisa. Sasa nikuulize Mustafa, Mungu akikuangalia sasa hivi anakufurahia au amekukasirikia? Hii ni 50-50 kwa sababu sisi ni vijana, hususan kama mimi ni kijana, na ukiachana na ujana kuna changamoto nyingi ambazo tunazipitia. Aha, sasa umesema ni 50-50. Sasa nikupe kamtihani kadogo tu ili kusudi uweze kujua kwamba Mungu anakufurahia au amekukasirikia. Unazifahamu amri 10 za Mungu, Bado lakini si unajua kuiba ni dhambi. nafahamu kwamba kuiba ni dhambi. Toka umezaliwa mpaka leo Mustafa, umewahi kuchukua chochote kisichokuwa cha kwako bila kujali gharama yake? Sijawahi. Ukweli wa moyo wako kabisa, haujawahi kuchukua chochote hata kama kinauzwa shilingi 1? Sijawahi kuchukua kweli. Umewahi kwenda kununua kitu dukani halafu kuchukua risiti? Ukweli wa moyo wako. Hiyo ni kweli. Nimewahi kwenda kununua mahitaji dukani na sikuweza kuchukua risiti. Lakini unajua kwamba usipochukua risiti umeibia serikali. Ni kweli. Sasa wakati mwingine wafanyabiashara pia wanatupa changamoto. Unapohitaji risiti hawakupi zile risiti ambazo za kutumia mashine, wanakupa risiti zile stakabadhi ghalani. Sawa, lakini hata kama hiyo ni changamoto, lakini cha msingi ni kwamba unakuwa umefanyaje, Sasa kati ya mnunuzi na muuzaji nani ameiba? wote wawili, mtoa rushwa na anayepokea rushwa, nani ambaye ana makosa? Mwenye makosa anayetoa rushwa, kwa sababu yeye ndo anashawishi. Na yule mpokeaji pia amekula rushwa. Ya 9 inasema useme uongo. Toka umezaliwa mpaka leo umesema uongo mara ngapi? Mimi naweza nikasema nimesema uongo, kwa sababu sisi ni vijana ambao tunashiriki katika stori mbalimbali. Uongo sio ule wa kumfanya mtu aingie katika matatizo, lakini pia hata ukiwa unapiga stori ya kutaka kunogesha sehemu fulani pia ni uongo pia. Sawa, kwa hiyo umevunja. Amri ya 7 inasema hivi, usizini. Lakini Yesu akasema hivi, yeyote amwangaliaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye ndani ya moyo. Umewahi kumwangalia mwanamke kwa kumtamani? Nishawahi kumwangalia, maana sio mara moja na sio mara mbili, na changamoto ambazo sisi kama bodaboda abiria wetu wakubwa ni wanawake, akina mama. Sawa, kwa hiyo umevunja. Sasa sitaki kukuuliza swali gumu zaidi kwamba umewahi kufanya uasherati au hujawahi. Naomba tu hilo usinijibu, lakini hilo unaweka ndani ya moyo wako. Kama umewahi kufanya uasherati, hilo nalo ni kosa kubwa mbele za Mungu. Umewahi kuapa? Kuapa nimewahi. Kuapa ni kosa kubwa sana mbele za Mungu, ni kufuru, kwa sababu hilo ni jina takatifu ambalo ni sawa. Unaweza ukalitumia jina la mamako kama tusi? Siwezi, kwa sababu unamheshimu, lakini umelitumia jina la Mungu kama tusi kwa kulitumia bure. Mungu ambaye amekupa uzima Mustafa, hayo macho unayoangalizia ni yeye amekupa hiyo pumzi ya uhai. Unapolitumia jina la Mungu unaposema tu bila kulichukulia uzito, ni kosa kubwa sana. Sasa mimi sikuhukumu mdogo wangu, lakini wewe mwenyewe umekiri kwamba ni mwongo, ni mwizi, unazini ndani ya moyo, na yamkini umewahi kufanya uasherati kabla ya ndoa. Mungu akikuhukumu sasa hivi unaenda wapi? Mbinguni au jehanamu? akinihukumu sasa hivi inategemea, kwa sababu ule ni mzani, kwa sababu wanasema unapofanya mema basi na babaya hapo. Sawa, sasa nikukate kidogo. Umesema ni muzani. Sasa hebu Mustafa, jaribu hiyo mahakamani. Unamwambia hakimu kwamba ni kweli hakimu, mimi nimeiba na kithibitisho mmekipata, lakini hakimu, hebu ngoja nikwambie, mimi kwa kweli kuna mambo mengi mema nimefanya. Hakimu atakuachia? Hakimu ninachoamini, unapohukumu lazima kwanza uangalie sababu za msingi. Kwa mfano, tumekuwa tukishuhudia kesi mbalimbali katika hizo mahakama ambazo leo hii tunakuja umeizungumzia.
hakimu hawezi kumhukumu mtu pasipo kwanza kupata ushahidi unaojitosheleza. Kwa nini aliiba? Unaona, kwa nini alikaba? Kwa nini alizini? Kwa nini aliweka mimba? Sawa. Sasa wewe mwenyewe umekiri kwamba ni muongo, kwa hiyo tayari ameshakukamata hakimu. Ndio sasa nikakwambia, kutoa mfano kwamba hapo ataangalia mema na mabaya. Kasema kwamba hakimu, kwa sababu kwamba wewe umekamatwa na kithibitisho umeiba pikipiki, unaona, hakimu atakuachilia kwa sababu uliwahi kusaidia wajane na yatima? Yote yanawezekana. Kwa hakimu ambaye anatenda haki, yeye atakwambia hivi, mimi siangalii yale mema ambayo umewahi kufanya, mimi ninaangalia kosa ulilofanya, unaona. Kwa hiyo Mustafa, Mungu ni zaidi ya hakimu, kwa sababu Mungu anaangalia mpaka mawazo yako, kile ambacho uliwahi kufanya toka umezaliwa mpaka leo, unaona. Ni hatari sana, tunamchukulia Mungu kama hata samehe tu, lakini Mungu ni hatari sana. Sasa nikuulize, unajua Mungu alifanya nini ili sisi wenye dhambi tusiende jehanamu? Sijajua. Unajua, lakini kwa sababu unadhani kwamba hiyo inawahusu wengine. Umewahi kusikia Yesu alikufa msalabani? Niliwahi kusikia. Wengi wamesikia hilo, lakini hawajui hili, Mustafa. Wewe na mimi tulivunja sheria ya Mungu. Yesu akaja akafa msalabani, akalipa fine. Ni sawa na wewe ukipelekwa mahakamani umeiba, akitokea mtu akakulipia fine, hakimu anakuachia, anasema Mustafa, ulikuwa na deni lakini kuna mtu kakulipia. Hicho ndicho ambacho Mungu alikifanya, unaona. Yesu akasema hivi, aniaminie mimi ajapokufa anaishi, unaona. Kwa hiyo na Yesu akasema hivi, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Hatuendi mbinguni kwa sababu ya matendo yetu au kwa sababu sisi tumesaidia sana yatima, tumesaidia sijui tunasali sana. Hapana. Yesu akasema hivi, mimi ndimi njia, kweli na uzima, na kupata uzima wa milele tunaupata kwa neema ya Mungu tu, si kwa matendo yetu, unaona. Kwa hiyo mimi nikushauri, nenda kayatafakari haya. Wewe ni kijana mzuri, kijana anayejiheshimu. Tunatamani siku moja uone uzima wa milele, kwa sababu uzima wa milele tunapewa bure.